Baby, leo nilipokuwa narudi kutoka kazini, nilikutana na mwanamke mmoja pale mtaani. Kwa kweli alionekana hana msaada na hakuwa na mahali pa kwenda. Hivyo nikaamua kumsaidia kidogo, lakini sijui kama nilifanya sahihi au la, kwa sababu... Mpenzi, wewe ni mtu mwema sana na nimekuwa nikikwambia hivyo siku zote, kwa sababu huwa unajitolea kuwasaidia watu wengi sana. Asante sana baby kwa kunitia moyo, hususan pale ninapogusa maisha ya watu wanaohitaji msaada. Usijali mpenzi, tupo pamoja. Halafu, nimekumbuka kitu. Hivi Shani atakuja nyumbani wakati wa likizo? Hapana, nitampeleka nyumbani kwa mama angu. Jamani, mwenzio nilikuwa natamani sana kumuona. Hata yeye pia anatamani sana kukutana na wewe. Nakumbuka siku ya kwanza kabisa alipoona picha yako kwenye simu yangu, alikupenda sana, kitu ambacho hakijawahi kutokea kabla. Unajua, kwenye mahusiano yangu yote yaliyopita, Shani hakuwahi kumpenda mwanamke yoyote kwenye yale mahusiano, lakini kwako imekuwa tofauti. Kusema kweli, bado sijakutana naye, lakini nahisi kama tumekuwa tukifahamiana kwa muda mrefu sana. Yaani huwezi amini, huwa nafurahia kuzungumza kuhusu Shani kila mara. Unajua nini? Nimebadili mawazo. Sitampeleka tena Shani nyumbani kwa mama. Badala yake nitamleta hapa ili mfahamiane vizuri. Kweli? Ndiyo. Kwa kweli nina mambo mengi sana ya kufanya naye akija. Kwanza nitampeleka shopping, nitampeleka kula ice cream, nitampeleka kuogelea, yaani nitamfanyia mambo mengi mpaka aseme basi. Kwa kweli nimefurahia sana baby kwa uamuzi wako wa kumleta Shani nyumbani. Mimi pia nimefurahi mpenzi. Karibu sana nyumbani mdogo wangu kipenzi. Asante sana dada, unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri, sijui wewe. Mimi pia naendelea vizuri. Huyu mwanaume uliyekuja naye ni nani? Huyu ni mchumba wangu, anaitwa Alex. Baby, huyu ndio dada yangu mkubwa, anaitwa Chausiku. Kwa kweli nimefurahi sana kukufahamu shemeji yangu. Na pia Alex ana binti nzuri anayeitwa Shani, ila kwa sasa yupo shule. Unasemaje Malaika? Ina maana mchumba wako tayari ana mtoto? Ndiyo dada, ana mtoto wa kike. Hivi Malaika, hicho kichwa chako kinafanya kazi vizuri kweli? Tafadhali sana dada, nimekuja hapa kumtambulisha mpenzi wangu na sio kugombana na wewe. Sawa mdogo wangu. Hivi umesema jina la mpenzi wako ni nani vile? Nimekuambia anaitwa Alex. Tafadhali Alex, unaweza kutangulia ndani? Sawa shem. Hivi Malaika, una matatizo gani? Huoni kwamba hili swala la mchumba wako kuwa na mtoto litaharibu sifa ya familia yetu? Kwanza utaanzia wapi kuambia baba na mama kwamba mchumba wako tayari ana mtoto wa kike? Dada, tafadhali naomba uniachie mimi hili jambo. Siwezi kukuachia hili jambo Malaika, kwa sababu nikimtazama huyo jamaa hafai kabisa kuwa mume wako. Tafadhali dada, naomba tuingie ndani, maana sio jambo jema kumwacha mgeni peke yake ndani kwa muda mrefu. Sawa. Hebu niambie Alex, unafanya kazi gani? Mimi ni graphic designer. Graphic designer? Oho, kwa hiyo unafanya zile kazi za kubuni michoro kwenye kompyuta? Ndiyo shem. Hiyo kazi inalipa kweli? Malipo yake ni mazuri kiasi. Sawa, kwa hiyo wewe na huyo mke wako uliozaa naye tayari mmeshapeana talaka au bado mnaishi pamoja? Hapana shem, mimi sijawahi kuoa, lakini natarajia kuwa mume wa Malaika hivi karibuni. Malaika, tafadhali niende kaniletee kifaa changu cha kuvutia hewa chumbani. Dada, umeanza lini kutumia kifaa cha kuvutia hewa? Tafadhali nenda haraka, mwenzio nina pumu. Alex, sijui uliwezaje kuingia kwenye maisha ya mdogo wangu, lakini nakuonya, kaa mbali na mdogo wangu, kwa sababu hustahili kuwa sehemu ya familia yetu. Tafadhali shem, naomba utambue kuwa nampenda sana mdogo wako. Hivi Alex, ina maana bado hujaelewa ninachomaanisha? Nimekuelewa shem, lakini mimi na mdogo wako tunapendana sana. Tafadhali, naomba uturuhusu tuwe pamoja.
Alex, ukiendelea kung'ang'ania kuwa na mdogo wangu na kuahidi nitaharibu maisha yako kwa kiwango ambacho kitakufanya ushindwe hata kumlea mwanao, na sina uhakika kama ungependa hilo litokee. Kwa kweli sitaki hilo litokee, madam. Kama hutaki hilo litokee, naomba umchukue binti yako Shani na muende mkaishi mbali na mdogo wangu. Na leo naomba iwe mara yako ya mwisho kuonana na mdogo wangu, umenielewa? Ndiyo, nimekuelewa madam. Malaika, bado hujakipata hicho kifaa cha kuvutia hewa? Bado sijakipata dada, kwani umekiweka wapi? Kama haujakipata achana nacho, maana sasa naona niko sawa. Sawa, basi ngoja mimi niende sebuleni nikampe kampani mpenzi wangu. Subiri kwanza Malaika, hizi ni nyaraka za kampuni ya baba na huu urithi wote utakuwa ni wa kwako iwapo utakubali kuachana na Alex. Kama huo urithi ni wa masharti, mimi siutaki na sitaki tena kuongelea kuhusu hili. Malaika, kabla hujasema neno jingine, naomba ufikirie vizuri, kwa sababu huu urithi wote, hizi pesa zote na utajiri wote, huo ndio utakuwa unaumiliki. Mimi nimefanya sehemu yangu Malaika, hivyo nahitaji na wewe ufanye sehemu yako. Na ninakuhakikishia ukikubaliana na masharti ninayokupa, utaishi maisha ya kifahari ambayo umekuwa ukiyatamani siku zote. Malaika mdogo wangu, hauhitaji mwanaume yoyote aje kukupotosha. Unachotakiwa kufanya ni kusaini hapa. Tafadhali usitupe hii fursa kwa sababu ya mwanaume ambaye tayari ana mzigo wa ziada. Ni mzigo gani huo wa ziada unaozungumzia hapa? Si huyo mtoto wa Alex. Sikiliza Malaika, Alex ana chochote kizuri cha kukupa, niamini mimi. Hapana dada, siwezi kumwacha Alex. Malaika, unamaanisha nini unaposema huwezi kumwacha Alex? Ina maana hujasikia kila kitu nilichokuwa nakuambia? Nimesikia mambo yote ulioniambia, lakini sitaki kusaini chochote kwa sababu siko tayari kuachana na Alex. Na sioni kama kuna mzigo wa ziada, maana nampenda sana yule mtoto. Malaika, we Malaika. Hivi Malaika ana tatizo gani? Mbona amekuwa mbishi kiasi hiki? Dada. Vipi, umebadili mawazo? Hapana dada, Alex yuko wapi? Dada, nakuuliza, Alex yuko wapi? Ameondoka. Ameondoka? Umemwambia nini hadi akaondoka? Mimi na Alex tulikuwa tuna mazungumzo ya kiutu uzima na nimepata nafasi ya kumjua vizuri ule jamaa. Ndio maana nikakwambia hakufai. Malaika, mimi nataka upate mwanaume bora kwenye maisha yako. Tafadhali dada, naomba ukae kimya, maana hujui kilicho bora kwangu. Malaika, kumbuka una mali za baba yetu za kusimamia. Yaani inamaanisha una urithi wa kuendeleza. Sasa mimi nafanya sehemu yangu vizuri, natarajia na wewe ufanye hivyo hivyo. Kwa hiyo sitakaa hapa kukuruhusu ulete mtu wa hovyo aje kuharibu kila kitu. Unamaanisha nini unaposema mtu wa hovyo? Tafadhali dada, Alex sio mtu wa hovyo. Yeye ni chaguo langu na niko tayari kuolewa na yeye. Haitawezekana Malaika, na ninakuhakikishia ukiolewa na huyu mwanaume, hautapata hata senti moja kwenye urithi wako na kila kitu kitakuwa changu. Kwa taarifa yako, sina haja na huo urithi. Kwa hiyo kama wewe unautaka uchukue, na ili kuonesha kuwa sitanii, nachukua nguo zangu zote na kwenda kuishi na Alex, na hutaniona tena nikirudi hapa. Malaika, we Malaika, rudi hapa. Samahani mpenzi, kwani dada yangu alikuambia nini? Alinitishia kwamba atayaharibu maisha yangu, tena kwa kiwango ambacho kitanifanya nishindwe kumlea mwanangu. Hivyo ikanibidi niondoke, kwa sababu sikuwa tayari kuhatarisha maisha yangu, ukizingatia nina mtoto anayenitegemea. Tafadhali mpenzi, naomba umsamehe dada yangu kwa vitisho alivyokupa. Maana wakati nakuja huku, alinifuata kwenye gari na tukazungumza kwa undani kuhusu hili swala. Na ninafurahi kwamba amenielewa na sasa hivi hana shida tena na penzi letu. Kwa hiyo naomba uniruhusu nimkaribishe ndani ili azungumze na wewe. Una uhakika hilo ni wazo zuri? Ndiyo, nina uhakika mpenzi. Niamini mimi, dada yangu amebadili mawazo yake. Mwanzo alikuwa hataki tuwe pamoja kwa sababu alikuwa anajaribu tu kunilinda.
Sawa, kama una uhakika mkaribishe. Ngoja nimpigie simu. Halo? Halo dada, unaweza kuingia ndani? Sawa, niingie mlango gani? Ingia mlango wa pili upande wako wa kushoto. Sawa, nakuja. Sawa. Habari yako Alex? Salama, karibu. Asante, nimekuja hapa kuomba msamaha kwa jinsi nilivyokutendea ulivyokuja nyumbani. Kwa kweli nakiri kwamba hukustahili kutendewa vile. Ila naomba utambue kwamba nilifanya vile kwa sababu nilikuwa tu najaribu kumlinda mdogo wangu. Lakini kilichonishangaza ni kwamba Malaika alikuwa tayari kuachana na kila kitu kwa sababu ya upendo alionao kwako na kwa binti yako. Kwa kweli sijawahi kumuona akiwa na msimamo kama huo kabla. Kusema kweli, tukio lililotokea leo limenifundisha kwamba upendo na familia ni vitu muhimu sana. Hivyo naomba niwafahamishe kwamba Malaika ataendelea kusimamia biashara za familia. Kweli dada? Kweli mdogo wangu. Alex, nina uhakika mdogo wangu yupo kwenye mikono salama. Hivyo nawatakia kila la heri kwenye mahusiano yenu. Asante sana Shem kwa kuniamini. Asante sana dada. Jamani, naomba niwaache mfurahie muda wenu pamoja. Tutaonana baadaye. Haya, kwaheri dada. Karibu kwenye ulimwengu